Jamani jamani, kuwa free, sawa? Kuwa free, jiachie, usiogope, sawa? Kama unajua maana ya kusudi, nyosha mkono juu niambie. Jaribu, hata kujaribu inawezekana. Nyosha mkono juu. Bila shaka huyu dada mkubwa Dada mkubwa. Nimeona tai nyekundu nimeogopa. Kusudi, nani anajua maana yake? Sawa, naomba tusikilizane kwa umakini, sawa? Kaka hapa. Kusudi. Ndio. Kusudi ni lengo alilonalo mtu. Hilo ndio kusudi. Haya, 2 kwake. Jamani, tumpe 2. Haya, sawa. Naenda kuelezea maana ya kusudi kulingana na mimi nilivyojifunza, sawa? Alafu na wewe utaongezea kwa namna unavyoelewa, sawa? Nilisema kusudi ni sababu ya kuwepo kwa mtu duniani na mwelekeo wa maisha yake, sawa? Kwa hiyo kusudi ndiyo sababu ya wewe kuwepo hapa duniani na mwelekeo wa maisha yako. Hivyo basi, kwa kusema hivyo, kila mtu aliyopo hapa duniani ana kusudi lake. Hauko hapa shuleni kwa bahati mbaya, nikwambie. Kuna kusudi la wewe kuja wapi? Ngorongoro hii. Haya, tuendelee. Katika hili somo langu la kusudi na pati 2 na sehemu 2, sawa? Hizo sehemu 2, na sehemu ya kwanza ambayo ni malengo na sehemu ya pili ni hatima, sawa? Hivi vitu vyote viwili vinaelezea maana ya kusudi, sawa? Ujuzi kidogo kuhusu nidhamu na maadili. Katika nidhamu kuna aina 2 za nidhamu, ambapo ya kwanza tunasema ni nidhamu binafsi. Wewe mwenyewe hapo unatakiwa kuwa na nidhamu yako binafsi. Lakini pia kuna nidhamu ya nje. Wewe na mazingira yako unatakiwa uheshimu mazingira yako. Unaposema nidhamu binafsi, unanisikia huko? Ndio. Unanielewa? Ndio. Kule unanielewa kabisa kunisikia? Ndio. Unaposema ile nidhamu binafsi ni ile yaani unathamini muda. Unaona muda kama ni kitu ambacho yaani muda ukitembea muda huwezi kurudi nyuma. Kwa mfano jana imepita tayari. Kama ulipanga kitu kufanya jana na hujakifanya, ile jana imepita tayari. Hapa ni kesho. Ni kesho ambayo iko jana, yaani leo ni kesho ya jana, sio hivyo? Sasa jana yenyewe imepita. Yale ambayo uliyapanga kuyafanya jana, ungetakiwa ufanye jana. Hiyo ndio nidhamu binafsi. Tunatakiwa katika nidhamu binafsi hapa hivi, tunatakiwa kufanya yale mambo ambayo ni ya msingi, yaani mfano hapa hivi wanafunzi. Ndio hivyo. Hapo kwa msingi tunajua sana kusoma, sio hivyo? Yaani tusipoteza muda kizembe. Tutapoteza muda tunaenda kwenye station. Kweli? Yako yenyewe ipo. Yaani kama soma umalize. Tanua yako unalala na tembea nayo, yaani kama tunasema. Soma umalize ufanikiwe. Tumia muda wako vizuri. Jali muda. Unaelewana? Ndio. Ishi kwa malengo. Kwa kama nimesema tunachochea hisia za mapenzi pamoja kupelekea mahusiano, nimesema nini? Ushawishi wa marafiki. Wewe unakuwa unaamini kwamba kisa umemwona John anatembea na Joan, si ndio? Ukasema mbona kama hawa watu wana akili, si ndio? Mbona kama huyu John anafaidi, unaona? Na wewe utaanza kutamani kwa sababu ni rafiki yangu. Atakuwa anakuambia, unasikia? Atakuwa anakuambia, inakuwaje rafiki yangu? Unakwama wapi? Unakwama wapi? Wakati nishawahi kuona kabisa fulani kama anakukubali hivi. Na wewe akili utaanza kuiwaza, kweli niende nishushe base kweli kwa. Unaona? Hizo ni akili mbovu sana, si ndio? Na utajikuta umeshawishika na yule rafiki yako, si ndio? Utajikuta umeshawishika kabisa. Na jambo ambalo litapelekea wewe kuharibu taaluma yako, si ndio? Pamoja na nidhamu yako. Utashangaa ni wa kiume atakuwa anatembea ameweka mlegezo, si ndio? Siri fulani muone. Unaona? Ananyosha kashati achomekei ili unajua kuna kuchomekea shati sio inapinda huko, si ndio? Sasa atataka inyoke ili fulani muone aseme yes, you are handsome boy. Kwa hiyo kuanzia leo tunayakataa mahusiano.
kuwapa huu mwangaza na hili somo, si ndio? Kuanzia leo nyinyi mtakuwa mabalozi wazuri kwa vijana ambao wanapatikana mtaani kwenu, ambao wanajihusisha na mahusiano katika umri mdogo. Sawa? Naamini wote ni waanga wazuri ambao ni mashuhuda kutokana na kitabu chetu cha orodha pamoja na kitabu chetu cha kilio chetu, si ndio? Naamini wote mmekisoma kabisa, si ndio? Mliona Suzi kilichomkuta pamoja na Joti. Wote wakaishia kuugua ukimwi, si ndio? Na furaha alichokutana nacho mpaka Padri James. Padri wewe. Kwa siku unatoka nje kusoma au unaenda maktaba? Unaendaga baada ya muda gani? Sio kipindi cha mtihani ndio mnaanza kusoma. Hiyo haitakiwi, sawa? Utakuwa usome ukisoma kila siku ndio vitu vinakaa wapi? Niombe bwana review. Kwa mtu msifahamu review? Sinaifahamu zile mnatakiwa muwe mnasolve kila siku, sawa? Unatafuta daftari lako la summary. Mnajua summary? Unatafuta daftari lako la summary, unachukua review ila usichungulie majibu, sawa? Ukichungulia majibu utakuwa hujafanya kitu, sawa? Unachukua ile review, unachukua na summary, unakaa mwenyewe unatulia, unaanza kufanya maswali unayaandika, sawa? Tangia siku ile, sawa? Sikurudia tena, sawa? Na tangia siku ile nilianza kuwa nafanya mazoezi yanayopewa na mwalimu, kwa nafanya zile assignment, na baada ya hapo nilifaulu, sawa Ndio. Umeelewana Ndio. Kwa hiyo inabidi uwe na nidhamu katika hali ya kutunza muda wako, sawa? Kuna watu mnapenda ukorofi, sawa? Mtu anampiga huyu, atulii. Sasa hayo sio mambo mazuri. Mwanafunzi ili ufaulu, lazima uwe mtulivu, sawa? Ujue kutunza muda. Unaelewana So unakaa unacheka kila muda, sio kitu kizuri jamani, sawa? Sio kitu kizuri. Kitu kingine kwenye nidhamu, sawa? Ni habari ya kuheshimu walimu wako, sawa? Hata kama mwalimu aeleweki, sawa? Au hata kama mwalimu atoi kile unachokitaka wewe, sawa? Inabidi mara baada ya kuwa ameelezea pale, mfuate kwa muda wako. Unaelewana Mfuate kwa muda wako, mwambie mwalimu, mimi hapa sijaelewa, sawa? Atakuelekeza. Sasa wewe ukiwa na hali ya woga, sawa? Woga, huwezi kumfuata mwalimu. Unaelewa Kuna mtu anamuona mwalimu kama si kama nini Mwalimu ni binadamu kama wewe, sawa? Unaelewa? Mwalimu ni binadamu kama wewe. Kwa hiyo huna haja ya nini? Ya kuogopa, sawa Kwa hiyo ili wewe ufaulu lazima uzingatie mambo niyo hata. Sawa Mwenye swali? Wewe mwalimu anapokujibu, yaani unajua kabisa mwalimu ananijibu mimi. Hata kama kuna mtu mwingine atakuwa anafaje? Anasikiliza, lakini unafanyaje? Unajua mwalimu anafaje? Ananiambia mimi, sawa? Lakini pia kitu kingine ni wangapi huwa tuna mkuu hapa alisema mnasoma kama ila najua asilimia kubwa ya wanafunzi wengi tumetofautiana uwezo, si ndio Ndio. Kuna mtu yani akiketi daktari akasema hivi. Anasoma tu siku moja na tofautiana nini? Uwezo. Sawa? Unafanya mazoezi ya kusoma mara kwa mara. Sawa? Yaani kwenye maisha yako ya wanafunzi huwa na ushindani wa ndani kwa ndani, sawa? Ushindani utakusaidia wewe kufaulu. Utakusaidia wewe kufanyaje? Kuweka bidii. Sawa? Ndio. Uko unatakiwa ufanyaje? Nasema kufaulu. Watakuwa na ushindani wa nini? Watakuwa na ushindani wa ndani kwa ndani. Yaani wewe unasoma, wewe unafanya mazoezi kama mara kwa mara. Lakini pia pale nimepata kuna kidato cha pili. Ndio. Kidato cha pili. Mnajua darasa la mtihani? Ndio. Kitu ambacho kinamsaidia mwanafunzi sana
sana ni kupitia na past papers. Niambieni kitu, hakunaga mtihani mpya hata siku hii. Yaani hakunaga kinachotungwa kipi hata siku moja. Vitu vyote ambavyo unaona wewe mtihani, ukipitia ukienda kutafuta makaratasi labda ya mitihani ya nyuma au labda ya mwaka mmoja, unakuta asilimia kubwa ya maswali mengi yalikuwepo. Jitahidini sana mwenu mnafanyaje? Na solve ile past paper. Hivyo mnaenda kwa walimu na lazima nini? Past paper. Mkiona maswali yanawashinda, mnafanyaje? Mnaenda kwa mwalimu. Walimu wapo kwa ajili ya kufanyaje? Kuwasaidia. Walimu wapo kwa ajili ya kufanyaje? Kuwasaidia. Ukiona maswali yanakushinda, vitu uelewe, unaenda kwa mwalimu. Jamani, walimu ni marafiki zenu. Sawa?